Ni sauti ya nani imeshika moyo wako? Sauti ya nani imeshikilia nafsi yako? Daudi alisema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Alisema, nasikia kulia usiku kucha, machozi imekuwa chakula changu, pindi waniambia hapo, yuko wapi Mungu wake? Unalia kwa nini? Unalia kwa sababu umemsikia Mungu akisema na wewe? Mimi ninajua unalia kwa sababu umesikiliza sauti ya maadui. Ingawa Mungu kila siku anasema na wewe, inawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwangu yanawezekana. Yote yawezekana kwake aaminie. Lakini sauti ya adui inakuja inasema, haiwezekani. Wewe labda una madhambi tu. Wewe hujasamehewa vizuri. Wewe ulifanya mabaya sana huko duniani, ndio maana unapitia mahali hapa. Wewe kwako haiwezekani. Sikiliza, inawezekana. Kuna dhambi hujasamehewa. Huo ni uongo. Kataa uongo wa adui. Yesu atasamehe na kusahau. Mwambie, nyamaza. Jesus. Sauti ya adui imebeba mapepo. Wamekuwa wanashambulia maisha yako kila wakati. Wamekuwa wanashambulia kila unachokifanya. Sikiliza nikwambie, ili uweze kutoka hapo, lazima ujifunze kunyamazisha sauti za adui. Wanakwambia, umechezea nafasi, hutaipata tena nyingine. Ni uongo tu. Ni uongo tu. Biblia inasema hivi, mwenye haki huanguka mara 7 na kuinuka tena. Hata kama wamekushusha chini, iko sauti ya Mungu inasema, utainuka tena, utainuka tena, utainuka tena. Sauti ya daktari aliyekupima ndio ambayo imekaa kwenye moyo wako, imekufanya uwe dhaifu kwenye maisha yako. Sikia, hiyo ni sauti ya mwanadamu tu. Iko sauti ya Mungu ambayo inaweza kutetemesha jaribu la aina yote na likayeyuka. Umekuwa dhaifu si kwa sababu Mungu yuko mbali na wewe. Mungu yuko karibu sana kuliko unavyodhani. Yuko karibu na wewe mno kuliko watu wengine wote. Lakini sikia, umeikaribisha sauti ya Mungu. Sauti ya mashetani imefanya sauti ya Mungu isisikike vizuri moyoni mwako. Badilisha.